Kitu kilichonisukuma juu ya hawa mama wananyanyaswa sana. Hawa mama wananyanyaswa na familia, mashemeji, mawifi, ndugu wa upande wa mwanaume. Wamama wanapata stress, mwisho wa siku wengine wanakufa, wanaacha watoto, ni sababu ya stress. Lakini nia na madhumuni ya kuwaita, tuwape elimu, wabadilike, wajione wao na wao ni binadamu na wanaweza kuishi na wakafanya kazi na akasomesha mtoto na akafanya maendeleo. Mimi leo ndo nimeanza na wamama wachache, utakuwa mwendelezo. Na sio wamama tu, ni makundi mbalimbali. Kuna walemavu, kuna viziwi, kuna albino, makundi maalum. Tunakaa muda fulani tunakaa, tunaitana, tunaweza kuongea nao na kuwapa elimu. Tutahakikisha kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum, tutahakikisha haya makundi maalum yanasimamiwa ipasavyo, lakini pia vile ambavyo serikali imepanga kutekeleza kuhusu haya makundi maalum inafanyika. Tutaendelea kuisimamia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii ili waweze kuwafanyia kila ambacho wanahitaji, mfano kuunda vikundi, wapewe mikopo ya 10%. Na kupitia sherehe hii tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia bajeti ya Bunge juzi, nimeona ameongeza 10%, ameongeza imekuwa 15% kwa haya makundi maalum. Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukisapoti wajane karibu nchi nzima, tumeona vyema tuwasaidie wajane walioko hapa jijini Mbeya. Tumekusudia kuwasaidia wajane 1000 bechi ya kwanza, na tumeanza na hawa wajane 100 leo. Tutawapatia mchele, tutawapatia t-shirt pamoja na vinywaji, lakini tumewaandaa watu wa elimu ambao watapa elimu kuhusiana na masuala ya uchumi, masuala ya kisheria, masuala ya ukatili wa kijinsia na matumizi ya madawa kulevya, kuwazuia kuwatumia madawa kulevya wao na watoto wao. Lakini pia tumekusudia kuandaa program kila baada ya miezi mitatu. Manake leo tarehe 1 mwezi wa 7, baada ya miezi mitatu program hii itafanyika hapa jijini Mbeya. Lakini pia haitakuwa inafanyika tu sehemu moja, tutakwenda halmashauri zote za mkoa wa Mbeya. Niwaombe wadau mbalimbali tushirikiane na Mheshimiwa Siricheli Kato ili kusapoti wajane, ili kusapoti watoto yatima, ili kuwasapoti watoto watu. Hiki tulichopatiwa kinaenda kutusaidia pamoja na watoto wetu tulioachiwa na waume zetu. Maana ulezi saizi umebaki kwa sisi. Tumekuwa kama single mothers saizi. Tunalea peke yetu. Alivyokuepo mume wangu, ndugu walikuwa wanaonekana, lakini saizi hamna ndugu anayekuja. Kwa hiyo misaada tunayopata, tunawashukuru hata wanaotupa kwamba vinatusaidia sisi na watoto wetu. Changamoto tunazokabiliana nazo mimi kama mjane ni bima ya afya. Bima ya afya ukienda hospitali ni gharama sana. Kwa hiyo hata vipato hatuna. Tungeiomba serikali tusaidie sisi wamama wajane tupatiwe bima za afya ili tunapopata na changamoto twende tukatibiwe. Sisi ni wakina mama ntilie, wengine tunauza nyanya, lakini tunauza mpaka usiku. Kule tunakouza hatuna zile taa za kutusaidia kwamba tukiweka hapa ili tuwe tunamulikiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunakuomba sana sisi wamama wajane ambao ni wakina mama ntilie, wauza nyanya, wauza mboga, tunauza ile usiku saa 1 saa 2 tuko barabarani. Tunakuomba sana tusaidie.